Yamkini umewahi sikia kisa cha miji ilionyeshewa mvua ya moto uliotoka mbinguni, ambapo uliteketeza na kuangamiza kila kitu kilichokuwa ndani yake. Miji hiyo ilifahamika zaidi kama Sodoma na Gomora, miji iliyokuwa na muungano wa miji mingine iliyoitwa Adama, Zeboim na Bela. Katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 na kuendelea, ndipo tunapata masimulizi ya miji hii, ambapo pia hadithi zake hupatikana katika vitabu mbalimbali pamoja na sinema. Sodoma na Gomora ilifananishwa na bustani ya Edeni, bustani Mungu aliyokuwa ameiandaa kwa wanadamu wa kwanza walioitwa Adamu na Eva. Eneo lote la Sodoma na Gomora lilikuwa na ardhi yenye rutuba, maji ya kutosha na mazingira rafiki kwa ustawi wa mwanadamu pamoja na wanyama. Kutokana na baraka zilizomo ndani ya Sodoma na Gomora, watu wake wakaanza kujisahau na kutenda maovu. Mapenzi ya jinsia moja yalianza Sodoma na Gomora. Mauaji na kila matendo mabaya yalifanywa ndani ya miji hiyo. Ndiposa Mungu akatuma malaika wake kushuhudia yaliyokuwa yanaendelea ndani ya Sodoma na Gomora. Hata hivyo, kwa kuwa uovu wao ulikuwa mkubwa, watu wa Sodoma na Gomora walidiriki kuwatenda vibaya malaika wa Mungu. Kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, Mungu aliwatuma malaika watatu kwa Ibrahim wakiwa na ujumbe juu ya kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Ibrahimu alikuwa ndugu yake Lutu, mtu pekee ambaye Mungu alimwokoa na binti zake wawili kutoka maangamizi ya miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Ndipo wale malaika wakatoka kuelekea Sodoma kuona wanaoyatenda. Ilipofika jioni, walikuwa wamefika katika miji ya Sodoma na Gomora, na Lutu akawaona kwa kuwa alikuwa amekaa malangoni pa Sodoma. Kwa kuwa Lutu alikuwa mtu pekee asiye muovu katika mji huo, alitoka na kwenda kuwapokea wale watu bila kutambua walikuwa malaika wa Mungu. Lutu akawakaribisha nyumbani kwake wale wapumzike hata alfajiri waendelee na safari zao. Lakini wale malaika wakakataa wakisema, "Hapana, tutakaa uwanjani usiku kucha." Lutu akawaomba sana, nao wakaingia nyumbani kwake, akawafanyia sherehe, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamuita Lutu wakimwambia, "Wako wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe tupate kuwajua." Lutu akatoka na kufunga mlango nyuma yake na kuwaomba akisema, "Ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nitawatolea kwenu, mkawafanye vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende jambo lolote, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu." Watu wa Sodoma hawakujua walikuwa wanashindana na malaika wa Mungu. Ikawa watu wa Sodoma wakakataa wakisema, "Tutakutenda wewe vibaya kuliko watu hawa." Wakamsonga sana huyo mtu na Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Lakini watu wale wakanyoosha mikono yao na kumuingiza Lutu ndani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, "Je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako, na wowote ulionao katika mji huu, uwatoe eneo hili, maana tutapaharibu mahali hapa."
Ndipo Lutu akatoka akasema na wakwe zake akawaambia, ondokeni mahali hapa, kwa kuwa Mungu atauharibu mji huu. Lakini hawakumsikiliza. Hata ilipofika alfajiri, ndipo malaika wakamuhimiza Lutu akisema, ondoka, mtoe mkeo na binti zako waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Lutu akakawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ndipo Mungu akanyesha juu ya Sodoma na Gomora kiberiti na moto toka mbinguni, akaangusha miji yote, bonde lote, na wote waliokaa katika miji hiyo, na yote yaliomea katika nchi ile yakateketezwa kwa moto. Ukawa mwisho wa mji wa Sodoma na Gomora. Nimefika mwisho wa makala hii. Iwapo hujasubscribe, waweza kufanya hivyo sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii itanipa fursa ya kukufikia na kuendelea kukujuza popote pale ulipo. Naitwa John Paulo, nikutakia siku njema.